الرحمن الرحيم ومن نعمره ننكسه في الخلق afala yaqilun. Amma baad, baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kumtakia rehma na amani bwana wetu kipenzi chetu Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, ikiwa siku hii ya leo ni tarehe 2 mwezi mtukufu wa Ramadhan mwaka 1447 Hijri, ikilingana na tarehe 20 mwezi wa pili mwaka 2026. Na hivi ndio Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anavyobadilisha masiku kati ya watu. Leo hii kuna baadhi ya Waislamu wakiwa vijana, watoto, ashabab, na kuna wengine ambao Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amewapa umri na umri wao upo mkubwa. Mwenyezi Mungu akasema, man nu'ammirhu nunakkishu fil khalq, hatuwape umri wanadamu na wengine hatuwapunguzie umri. Kama vijana wengi hapa Allah Subhanahu wa Ta'ala ana umri aliwapa, lakini wachache Allah Subhanahu wa Ta'ala ashawapa umri miaka 40, 50, 60, 80. Ndio kwa ajili hiyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametuchagua sisi tukafika mwezi huu mtukufu wa Ramadhan. Na khutba yetu hii tutazungumzia mambo ambayo yana athari kwa Muislamu, hasa katika mwezi huu mtukufu wa Ramadhan, athari ambayo anayo yeye fi hayatihi, katika maisha yake, na katika mujtama au mujtamaihi, katika mujtamaa wake, jamii yake. Kwa hiyo tupata ya kwamba al-insan, mwanadamu, huwa muathir, yeye ni mwenye kuathiri. Hivi ulivyo, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hakukuumba sudfa. Yani al-insan la yusna sudfatan, afahasibtum annama khalaqnakum abatha. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yatupa challenge, kukwambia wewe kijana wa shule, kukwambia wewe Muislam, tadhunnun, nyinyi mwadhani hivi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amekuumbeni nyinyi abathan? Wangapi kati yetu sisi wadogo na wakubwa tumekuwa nao na tukawazika? Khalqukum laysa abatha, hamkuumbwa hivi hivi tu watu waenda wakirudi kucheza, la, bali huwa thamara. Kuumbwa kwenu ni matunda, ambayo matunda yale mumarasatul adat allati tushakkilu shakhsiyatuhu. Mumeumbwa katika hali ya kwamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yuwajenga katika shakhsiya dina, wa tuwajjihu hayatihi nahwa alkhair walfaida, na kukabiliana na maisha ambayo yana kheri na faida. Wewe ikiwa Muislamu huna faida katika hii dunia, basi inakuwa sasa wewe unawekwa hali moja na hayawani. Laqad dharana, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameandaa jahannama kwa watu wengi, kathirun min aljinni wal ins. Limadha? Lahum qulubun la yafqahuna biha. Mwenyezi Mungu ameandaa moto kwa wengi katika majini na watu, kwa sababu wengi wao wana nyoyo lakini hawahisi na zile nyoyo ambazo Allah Subhanahu wa Ta'ala alizowapa. Kwa sisi tuangalie mambo gani ambayo yana athari kwetu sisi, hasa katika mwezi huu mtukufu wa Ramadhan. Jambo la kwanza ambalo linajitokeza wazi, alwuduh fil hadaf. Muislam, mwanafunzi, mwanadamu, na yote anayesikia maneno haya
lazima katika maisha yake aweke uwazi wa malengo. Wama khalaqtu al-jinna wal-insa illa liya'budun. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hakuumba majini na watu isipokuwa kwa ajili ya ibada. Kwa hivyo hayati al-insan kullaha, maisha ya mwanadamu yote mutakamila yamejengwa na ibada. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Alhayat almutakamila, alhaya na salati wa nusuki, katika ibada za sala na ibada za kuchinja na katika muamalat. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati kullaha lillahi rabbil alamin. Maisha haya yote yamekuwa Muislam anayafanya kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo wewe kama mwanadamu, kama Muislamu, kama mwanafunzi, ahdaf huwa wazi ni kitu muhimu sana. Kwa hivyo yampasa Muislamu kila siku aanze siku yake ajue yotaka kufanya kitu gani. Tukitoa mfano wa mwezi mtukufu wa Ramadhani, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akituambia ahdaf za mwezi mtukufu wa Ramadhan ni la'allakum tattaqun, end results. Watu wakimaliza kufunga katika ayama ma'dudat ni kwamba kupatikane wacha Mungu. Katika madrasa ya Ramadhan inamkuza katika hudhur, inamkuza katika utulivu, inamkuza Muislamu katika wa'i wa kurudi katika Qur'an. Ndio aliposema shahru Ramadhan alladhi unzila fihi alquran, mwezi mtukufu wa Ramadhan. Shahru Ramadhan alladhi ni mwezi ambao unzila fihi alquran, Qur'an iliteremshwa katika mwezi huu. Ndio maana katika mambo ambayo ni muhimu katika mwezi mtukufu wa Ramadhan ni tilawati alquran. Katika ahadith, Jibril alikuwa akishuka kila leila, kila usiku, akimsikiza Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam alquran. Kwa hivyo hapo yaonyesha sehemu ya Qurani ina sehemu kubwa sana, hasa kwa vijana. Lakini maalasaf, watu wakimaliza sala, vijana wengi watabakia hapo wakinyoosha miguu wakiwa wamelala. Jambo la kusikitisha, tena kulala kwao wanyoosha mpaka miguu, na kwa sababu ya AC mtu wasome, basi wanalala sehemu kama hii. Na hivi nazungumza, kuna baadhi wamelala enekele huko. Maneno haya yazungumzwa, wewe mwamsha huyo, yani yataka tuzungumze hapa, tufanye kama tuko darasani, kila anayelala tumsimamisha, itakuwa ni hatari. Haya maneno ambayo ni muhimu yatakikana tuyasikie, na kusikia kwake ni kwamba shahru Ramadhan alladhi unzila fihi alquran, huu si mwezi wa kulala. Watu wengine huja na sehemu na kauli ya wakalala kwa sababu AC, basi akikaa muda mfupi pale analala. Ramadhani nzima amekuwa amemaliza kulala masaa mengi ndani ya msikiti kuliko nyumbani. Kwa hilo ni jambo ambalo lazima tujue kwamba malengo katika mwezi mtukufu wa Ramadhan na katika maisha yetu ni kuwe na malengo ambayo yako wazi, kisha usiwache maisha yako yakawa yako hivi hivi bila mipangilio. Jambo la pili, lazima kuwe na istimrariyatu ta'lim, kusoma hasa katika mwezi mtukufu wa Ramadhan. Ikiwa Jibril alikuwa akimjia Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam fi kulli layla ya Ramadhan kumsikiza Qur'ani, inamaanisha kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam yahuthu ala alilm, kama vile Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aliwaamrisha ndani ya Qur'ani akasema iqra bismi rabbika alladhi khalaq, katika mwezi huu mtukufu wa Ramadhan. Kwa hivyo katika kusoma inasaidia akili. Akili ni kama mishipa, ma lam yutamarran bililm, ikiwa akili
haizoeshi katika kutafuta ilmu na fikr na vivili kufikiri, dhaifa, akili inakuwa dhaifu. Kwa hivyo Muislam, hasa vijana wanaokuwa na shida, wanahisi wazazi walazimisha kwenda mashule. Kwa hivyo iqra, istami', soma, sikiliza, taammul, fikiria, zingatia, wabtaki. Vile vile uwe utakuwa ni mtu ambaye wabuni, bunifu, innovative. Uwe mtu utakuwa saa yote unabuni kitu daima, sababu akili ukiizoesha ndio inamakinika katika yale mazoea ambayo unaiweka akili. Akili unapoifanya, unapoilimaza ikawa haifikirii, haitaki kusoma, basi akili ile yamalizika. Kisha baadaye, baada ya miaka 20 inayokuja, akili haikutumika, inatumika katika sehemu mbaya. Kwa hiyo vijana hasa muna nafasi kubwa katika kuwasikiza walimu, katika kuwasikiliza wazazi, na katika kujitahidi katika ilmu. Na kila wakati unapoona akili ni nzito, basi sema rabbi zidni ilman, na si lazima iseme kwa Kiarabu. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anafungua nyoyo zetu, vichwa vyetu. Na mara ngapi unatokea fursa kama hii ambayo ni fursa adhima. Ndio Imam Shatibi ambaye ni guru, baba wa maqasid sharia, asema wale wafuasi wake walipomuona ni mwanachuoni ambaye ameandika mijeledi, yani mijeledi ni volumes of books, alikuwa na zaidi ya mijeledi 100 ya vitabu tofauti tofauti. Akamuuliza, anna asabta hadha alilm, hii ilmu ya Imam Ash-Shatibi umeipata wapi ilmu hii? Akasema binafyi al-i'timad. Akasema maneno haya mazito yatakikana tuhifadhi, kwamba nafyi al-i'timad ni kutokata tamaa. Wangapi katika sisi watoto wanakata tamaa? Leo hii ukisikiza kesi za watoto hapa utashangaa hawa ni watoto au ni watu wazima, kwa sababu kuna mambo mengi na wenyewe wanajua wanayofanya. Kwa hiyo mtoto lazima awe na bidii na kutokata tamaa katika maisha yake, ndio ataweza kujijenga katika imani na kujenga katika mustakbal. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atuwezeshe mwenye kusikiza mema na kuyafuata. Barakallahu li wa lakum bil Qur'an al-Karim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dhikri al-hakim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah al-azim li wa lakum wa li sa'iri al-muslimin wal muslimat innahu huwa al-ghafurur rahim wa huwa al-barrul karim. الحمد لله الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. نحمده تعالى ونستعينه ما اتخذ صاحبة ولا ولدا. أما بعد. Ndugu zangu Waislamu, tuko katika mwezi mtukufu wa Ramadhani ambao ni mwezi wa Qur'an, mwezi wa ta'lim, mwezi wa mazingatio, mwezi wa kulisha maskini, mwezi wa tadabbur, mwezi ambao unakusanya mafunzo mengi mwanzo wa mwezi mtukufu wa Ramadhani mpaka kumaliza. Na katika mambo ambayo ni muhimu ni istimrariyatu fi ta'allum, ni kuendeleza katika kusoma. Na katika mambo mengine ambayo aliyozungumza Imam Shatibi akasema nafyi al-i'timad was-sayr fi al-bilad, na kutembea katika miji. Ikiwa uko sehemu ambayo wasoma iko karibu na nyumbani, basi tabu unazozipata kutoka nyumbani mpaka ile sehemu ya taalim
hiyo ni as-sayr fil bilad, inaweza kuwa ndani ya nchi au nje ya nchi. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akisema afalam yasiru fil ardi watakunu lahum qulubun ya'qiluna biha, vipi msitembee katika miji ili katika ile miji mupate mambo ambayo nyoyo zile ya'qiluna biha, nyoyo zafaidika katika kuzingatia yale mambo ambayo mtakayoyapata katika miji kama hiyo. Ili muweze kufaidika na ilmu, lazim upatikane taharukat za kutembea. Kwa hivyo akasema nafi al-i'timad, yani binafi al-i'timad was-sayri fil bilad, kisha wasabri kasabr al-jimad, na kusubiri kama vile jiwe linavyosubiri. Yani jiwe ukiliweka mahali halitaharaka, utakavyokwenda unarudi pale, unalipata pale pale. Kwa hivyo katika kusoma, katika kutafuta mambo ambayo ni ya mustakbal, katika kujenga kiakili na kielimu na kujenga wewe kama binafsi shakhsiyatok, basi lazima kupatikane ilmu, na ilmu lazim yakunu fi sigha. Elimu ni lazima iwe katika umri mdogo. Kwa wale waliopita na umri pia vile vile hawajapita na ilmu. Masahaba wote wengi wao walisoma wakiwa umri wao ni mkubwa, katika umri uliokuwa na Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa hivyo wasabrin kasabri aljimad. Kisha akasema maneno ya mwisho, akasema wabukuri kabukur alghurab, katika mambo muhimu ya khair Ramadhan ni kuhusiana na sabr. Kisha wabukuri kabukuri alghurab, na kuamka mapema alfajiri ndio yatakikana katika mwezi huu mtukufu wa Ramadhan, na katika maisha ya Muislamu yoyote, hasa mwanafunzi. Kuna wanafunzi wengine wataamshwa watarudi zaidi ya mara 10, wazazi wapata shida katika swala kama hili. Kwa hivyo haya ni katika mambo ambayo yanatakikana Muislam ayazingatie katika maisha yake na vile vile katika mwezi huu mtukufu wa Ramadhan. Kimalizia ni kwamba jambo lingine ni asidq maa nafsi wal akharin, ukweli wa nafsi ya Muislam pamoja na wale wengine. Hivyo nafsi ya Muislam yatakikana iwe na ukweli katika nafsi yake na vile vile nafsi ya wengine. Asidq asas kullu ta'thirin haqiqi, ukweli ni asili ya kila athari ya uhakika katika Muislam. Wa huwa yulad athiqa au yuwallidu athiqa, inazalisha kuaminika, wal ihtiram, na vile vile kuheshimika, wa yuqawi arrawabit baina an-nas, na vile vile inajenga na inazidisha nguvu katika yale mahusiano na kuingiliana baina ya watu. Kwa hivyo ndugu zangu Waislamu, haya ni maneno mazito, si maneno mengi, lakini Muislam katika haya masiku ambayo yanaendelea katika mwezi mtukufu wa Ramadhan, Muislamu yeyote yahitaji ajikite na yahitaji amakinike na mambo haya ili yaweze kumkuza katika mwezi huu mtukufu wa Ramadhan, na katika hii training, katika huu uhamashiaji wa mwezi huu, ili aweze kujiokoa katika ile miezi mingine. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametupa miezi 12 katika mwezi huu mmoja, basi tunafundishwa mambo yote katika mwezi huu. Miezi mingine iko fadhi, lakini tunafundishwa sala, tunafundishwa siyam, tunafundishwa zakat, tunafundishwa sabri, tunafundishwa at-tahammul, accommodation, tunafundishwa kuhamiliana, kustahimiliana. Kuna mambo mengi yatokea. Wakati mwingine mwezi huu wakati wa lukma, watu wengine hupigana wakati ule, kwa sababu taharruk ya moyo. Ukifika wakati wa kula, basi mambo mengi hubadilika katika ile taswira ya mtu. Kwa hivyo haya ni katika mambo wakati mwingine tujiepushe sana. Ukiona mahali kuna zahma,
ya chakula. Chukua chakula mpe mwenzako, itapunguza zile pupa ambazo zapatikana sehemu kama zile. Wakati mwingi, vita vingi katika mwezi mtukufu wa Ramadhani ni wakati wa kufungua. Kwa hivyo katika wakati ule kila mmoja ana taharuki, kiu kingi, njaa nyingi, chakula kiliopo nyoyo yazungumza kama hakitoshi. Kwa hivyo kila mmoja anakuwa na taharuk, ataka maji hapa, ataka sharbeti hapa, ataka maziwa, kaimati ziko hapo, na akila kidogo inakuwa kwamba jambo lile limemalizika na anakuwa na furaha. Kwa hivyo haya ni katika mambo ambayo masiku haya tujifunze ili tuweze kufaulu katika mwezi huu, kama vile Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aliposema, ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun ayaman mahdudat. Ni masiku machache haya. Juzi ilikuwa tunatafuta mwezi, siku hii leo ishamalizika, tuingia siku ya 3. Wiki ijayo itakuwa tushaingia wiki ya 2. Kwa hivyo mbio zote tuzidishe mwanzo wa sasa. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala tuwezeshe wenye kusikiza mema na kuyafuata. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. اللهم اغفر المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا كافي المهمات. يا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقداما وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم انقلنا بالقرآن العظيم من الشقاء إلى السعادة ومن النار إلى الجنة ومن الظلمات إلى النور ومن أنواع الشر كله إلى أنواع الخير كله برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا مريضا إلا شفيته ولا عسيرا إلا يسرته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا عنتنا على قضائها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.